Hii mikono imeinuliwa mahali hapa. Bado na kutangazia shetani, we are more than a conqueror. In the mighty name of Jesus. Na kutangazia shetani ya kwamba chochote unaweza kuwa umepanga kinyume cha watu, kinyume cha nyumba zao, kinyume cha kazi zao, ninakamata mipango zako, ninaziharibu zote, naziharibu kwa kazi zao, naziharibu kwa nyumba zao, naziharibu mipango ya shetani. In the name of Jesus. Naachilia baraka za Bwana. Pokeeni baraka, pokeeni kibali cha Bwana. Kazi ya mbinguni ibarikiwe. Wale ambao wana kazi wapokee kazi, wale ambao wana pesa wapokee pesa, wale ambao kuna adui ametuma kazini kupigana na wewe, kutawanya pesa, kuleta magonjwa, kuleta hali ngumu, maamsha adui, ondoka sasa kwa jina la Yesu. Hauna mamlaka, hauna uweza, hauna power kwa hizo familia, kwa jina la Yesu. Bila Bwana amebariki, hakuna maserani. Leo yuanaya, hauwezi ukamaliza hawa, hautamaliza kazi zao, hautamaliza nyumba zao. Leo yuanaya, haya mabarete ya kukanyaga wewe na kuondoa na kuanzia sasa, hauna nafasi kwa nyumba zao. Pokeeni baraka za Bwana na kibali cha Mungu. Mwinuliwe na Mungu, mubarikiwe na Mungu. Bwana awape amani, kazi zenu zibarikiwe, msitishwe, uoga uondoke. Mkiwa mmelala mwone Mungu. Chochote mnatishwa nacho, hata mtakapopewa usingizi, nimekanusha, hazitatimia zile mbaya kwa jina la Yesu. Nitakapotimia ni zile nzuri. Kwa hivyo nimefungia zile zingine mbaya, hazitatimia. Hata kama ulikuwa na hata iliyo mbaya, haitatimia. Nimeizuia sasa kwa jina la Yesu. Naachilia neno la baraka, naachilia neno la amani. Napanda baraka kwa anga yako, napanda amani kwa anga yako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Pigieni nafasi. Napochukua nafasi yako tu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi wamebarikiwa? Amen. Haleluya. Siku ya leo tutaweza kuomba. Sitakuwa na muda mrefu kuhubiri, lakini nitakuwa na muda wa kuomba. Nataka tuombe Mungu. Watoto wamesema hapa maombi ni jibu. Haleluya. So umesikia kusema hivyo? Maombi ni jibu. Maombi ni silaha. Haleluya. Adui huwa anapiga watu ambao hawajielewi, lakini wanaoelewa Mungu wao akitega pale tunategua. Bwana asifiwe. Akituma majini, sisi tunatuma moto. Unaona namna gani? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ni nini ametuma kwako? Sema na mimi nimetuma moto. Tutahubiri na wewe siku ya leo. Haleluya. Sema mimi nimetuma moto. Kila shetani ametuma kwangu, na mimi natuma moto sasa. Na kichoma sasa. Nikiwa nimeketi hapa kanisani, natuma moto nyumbani. Chochote kinaishi huko kisichokuwa cha Mungu, chomeka. Haleluya. Kwa jina la Yesu Kristo, hatutakaa na kutishiwa na shetani, na sisi hatuogopi. Haleluya. Hatuogopi wachawi. Sema siogopi. Niko na Mungu, na nikiwa na Mungu naweza mambo yote. Haleluya. Unajua mimi ukinifuata, mimi kuna kitu nafanyaga, mimi sitaki kupia shetani.
kuogopa devil because wakati unaogopa unafungua mlango. Mwizi akitaka kuibia anafanya namna gani? Anatoa kabunduki hivi, si ndio? Anakuonesha. Anapokuonesha na kuambia sasa surrender, unatoa kila kitu unampatia. Mwizi anaweza kuonesha kakisu. Na ni kisu ambayo hata iwe toka viazi. Lakini ukiona ile kisu, kila ana release ndani yako ni fear. Haleluya. Unaanza kuogopa. Unaona kwamba atanidunga. Sasa hizo uko ready kurelease kila kitu. Uko tayari kuachilia pesa, uko tayari kuachilia kazi zako, vitu zako, kama ni siku uko nayo, uko ready kuachilia. Nasema kuanzia leo, pokeeni roho ya ujasiri ya kwamba mtaogopa shetani katika jina la Yesu. Haleluya. So wakati unaogopa, ndio unafungua mlango. Kwa hiyo hapo ukisikia mchawi amehamia kwenu, wacha kutoroka yeye. Mwambie sikuogopi, niko na Mungu na lazima madhabahu yako shetani nitayabomoa kwa jina la Yesu Kristo. So kwa hiyo nakemea roho ya uoga. Haleluya. Niulizie mtu unaogopa. Mwambie ogopa tu Mungu. Lakini usiogope shetani. Haleluya. Akituma majitu na tuma nini? Moto. Haleluya. Akituma pepo na tuma nini? Moto. Wakuja usiku kwako kupuliza madawa, tunapuliza moto. Haleluya. Mungu wa Musa ni Mungu ambaye sio wa kusarenda kwa vita. Na ni Mungu ambaye akona idea nyingi, silaha nyingi, hutumia silaha nyingi kupigana vita. Wakati wa Farao alitumia silaha nyingi kupigana vita za kutoa Waisraeli katika utumwa. Na leo tutaona huyo Mungu, haleluya, akipigana vita kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kilichozaliwa na Mungu hakiwezi kuuawa. Ndio ujumbe wao sikia leo. Kilichozaliwa na Mungu hakiwezi kuuawa. Ondoa uoga. Praise the Lord. Sisi wakuu watakuweko. Watakuweko tu. Lakini kile kimezaliwa na Mungu, yule ako na makusudi ya Mungu, yule ambaye Mungu amemwita kwa kusudi lake, hata kama watu watakataa kusaidia, Jehova atatumana wengine watakusaidia. Amen. Asoma ukatika kusudi la Mungu, na wewe sio kubahatisha. Mungu atakutumia. Leo Mungu atakutumia. Bwana Yesu asifiwe sana. So kwa hiyo mwambie uoga. Hata kama ni mtu anataka kusaidia, don't worry. Jehova ako. Yes, you're the last wa dunia. Kuna wengine ujaiwajua. Siku ya leo utafunguliwa macho na utawajua. Watasimama na wewe. Tusome na katika Exodus Kutoka 4. Tutasoma Kutoka 3, tuanze hapo. Kutoka 3. Kutoka 3 mstari wake wa 22. Exodus 3:22. Kutoka 3:22 nasema hivi: lakini kila mwanamke ataomba kwa jirani na kwa huyo akae naye nyumbani vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi, nani mtawavika wana wenu na binti zenu, nani mtawateka nyara wa Misri. Nani mtateka nyara wa Misri. Lakini tukiangalia katika mstari wake, tuangalie katika, wacha nirudi nyuma kidogo hapo. Nisome 3 verse 5. Mwenyezi Mungu akamwambia, usije karibu, vua viatu vyako, kwa sababu mahali unaposimama
ni mahali patakatifu. Kisha Mungu akamwambia, mimi ndimi Mungu wa baba yako, Mungu wa Abraham, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Mose akaufunika uso wake kwa kuwa aliogopa kumwangalia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukutana na Mungu. Na kabla niweze kuongea ujumbe ambao Bwana ameweka ndani yangu, ambao msingi wake ni kwamba kilichozaliwa na Mungu hakiwezi kauawa na shetani. Tukiangalia huyu mtu anaitwa Moses kuzaliwa kwake kulikuwa kwa shida. Haleluya. Kabla Moses azaliwe, siku ya Moses ilipofika pia kwamba mama yake ameenda Lebanon, Farao alitangaza vijana wote watakaozaliwa wauawe wa Waebrania, sababu yule anazaliwa amebeba kusudi la Mungu na ataokoa Waisraeli wote, atawatoa kwa mikono ya adui. So Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo Musa anapoenda kuzaliwa, Farao akasema wakunga ni wazalishaji, ya kwamba mkiona mtoto amezaliwa kijana mkaue hapo hapo. Ndio roho ndio inafanya kazi ya leo. So ukienda kwa changao kwa ni vijana wamejaa pale, wazee wamejaa hapa kuangamiza destiny. Haleluya. Mkaweze kunyonga, muue mtoto ili asiweze kukua. Lakini si watoto wote, ni kwa sababu kuna mtoto mmoja anazaliwa hapo. Hapo sio kawaida. Sasa kwa sababu ya Musa ikasababisha vijana wengi wakawa na wao. Lakini kwa maana Musa amebeba kusudi la Mungu, mama yake akaangalia mtoto, akaona mtoto ni mzuri, mama alificha mtoto. Haleluya. Akabeba mtoto, akaenda na akamficha mahali. Na saa hiyo kumewaka. Saa hiyo askari wote wa Misri wanatembea wakitafuta watoto wenzao vijana wakiua. Lakini angalia mtoto ambaye ameitwa na Mungu. Musa alibebwa, mama akapeleka Musa mahali kwa mto, inaitwa mto Nili. Akampeleka kando ya mto na kikapu vizuri, akaficha hapo mtoto wa masiku. Tunaelewana? Mtoto wa masiku akaficha mahali pale. Mama akaenda, lakini dada yake mtoto mkubwa anasimama mahali aone ndugu yangu ni nini kitafanyika kwake, sababu sasa amefichwa mahali penye mazingira ni mbaya. Sijui atakuliwa na mnyama ama sijui atafanyiwa nini. So kitaka kama alipale. Lakini Bwana akafanya njia. Binti Farao akasema anaenda kuoga. Akienda kwa hiyo mto. Haleluya. Na wajakazi wake wakaona kikapo mahali, wakasikia katoto kanalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na baba yake ndiye alisema watoto wote vijana wauawe. Alipoona katoto kanalia, akauliza, akasema katoto kanakaa kwa Mwibrania, na akapenda, akachukua kahurumia. Anapokahurumia, sister yake akaona, sababu alikuwa kwa pale anachungulia aone ni nini kitakachofanyika. You are not alone. Hauko peke yako mahali penye uko. Kuna mtu ambaye kwa mahali akuchungulie aone ya kwamba ni mambo yapi yatakayofanyika kwako. Haleluya. So sister yake alipoona ya kwamba mtoto anachukuliwa, akaenda haraka kwa binti Farao, akamwambia, nikutafutie mfanyakazi wa kulea yule mtoto. Binti Farao akasema yes, nitafutie. Msichana akaenda kama mama yake, mama, ndugu yako anachukuliwa na sasa wataka kufanya kazi, wewe haujulikani, enda uajiriwe. Haleluya. Enda uajiriwe, ule au brother. Mama akaenda, akachukua, akasema niko hapa, akaajiriwa kazi. Kazi ameajiriwa kulea mtoto wake.
akiwacha maziwa ya mtoto anasema mimi nilishe mtoto wako. So alipwa kulea mtoto wake. Haleluya, haleluya. Naongea tu na wale watu wamezaliwa kwa baba, wale watu wanajua ya kwamba kwa hii dunia sijakuja tu, ndani yangu niko na maono, na huwa naona ya kwamba kuna siku nitafanya jambo hili kwa ajili ya watu wangu, watu wetu na marafiki na mataifa. Haleluya. Hao ndio watu naongea juu yao. Hata kama Kenya yote wanasema kuna Mungu ambaye anafanya, watu wa maono wanajua kunaye Mungu ambaye anatenda. Haleluya. Na kwa sababu nimesema hata kama hakuna mtu ambaye ako ready kusimama kusaidia, Jehova atatumana hata kutoka katika maadui zake. Mungu alitumia mtoto wa adui kulea kusudi lake. Sasa Moses akaanza kukua, analelewa kwa nyumba ya Farao, yule ambaye amesema watoto wote wa Ibrania vijana wauawe, lakini kuna kijana mmoja kwa kwake. Unaona aje? Pigia huyu Mungu wetu makofi mazuri. Haleluya. Sababu hata leo hujui, kuna watu nadhani wanampenda, lakini ni wale ambao ni Mungu amewakomandi tu wakupende. Haleluya. Lakini wakiulizwa ndani yao, wakisikia umeanguka, watapiga makofi. Haleluya. Bwana pewa sifa. So sio marafiki, ni Mungu amewaamurusha wane kusudi lake. Wapende wasipende, sema by force, by fire. By force, by fire. Adui zangu mutasimama mahali kwa maono yangu kuyasupport. By fire, by force. Pia Yesu makofi mazuri. Haleluya. So Musa alikuwa mama kalea mtoto wake akilipa mshahara, lakini ndiye amezaa. Haleluya. Binti Farao anapokuja, mtoto ameshinda aje, anaona kama kuna afya mzuri, hata akalii mpaka sasa mfanyakazi ni mzuri aje, hasumbuani, mtoto akamkataa. Kumbe mtoto akona mwenyewe. Lakini Jehova amewafanya maadui kwa vipofu. Adui zako watafanywa vipofu mpaka uinuke. Haleluya, haleluya. Musa akakuwa, akafika mahali mwanaume sasa akajua, mimi hata kama ninakaa kwa nyumba ya hoteli ya mfalme, lakini naona Waibrania kuna watu huku nje wanateseka sana, hawakuli vizuri na wanapigwa, wanahangaika. Akashikwa na mzigo wa kazi ya Bwana, akaanza kutamani vile wataokolewa, lakini kwa sababu majira haikuwa imefika, akatoka nje, akapata Misri moja, anapiga Israeli. Musa akabili na yeye mundu kumundu, moja kwa moja. Haleluya. Akamshika, akampiga na akamuua na akamzika peke yake. Yaani mazishi ya mtu mmoja anazika adui. Kwa sababu gani? Namba 1, amepokea uchungu ndani yake kuona watu hao wakiangamizwa. Akona mzigo wa kuokoa. Hata kama hajakutana na Mungu, tayari ndani yake kwanza amejisikia. Mtu akona mwito ndani yake, kusudi la Mungu
hata kabla Mungu akuletee nabii azunguke akasema lika. Haleluya. Tayari ndani yako kuna kitu unasikia ya kwamba kuna mwongozo unasikia. Bwana ananiongoza niombee watu wetu. Bwana ngoja toa nabii kwaje kwa mama yetu. Bwana ngoja simama shamba takatifu sababu ya kuokoa watu wengi. Haleluya. Sasa kutoka mahali pale. Sasa Musa alipopigana vita akajua ni kubaya. Lakini ilikuwa ni njia ya Mungu tu, akatoroka. Pia alitorokea kwa Jethro, akakaa huko, akafanyika mfanyakazi wa kuchunga kondoo, akienda kuvichua mlima. Kumbe ni Mungu anatengeneza njia penye watakutania na yeye. Kuna watu huko mahali hapa, hapo penye huko ni Mungu anatengeneza njia penye mtakutania na yeye. Na mtakapokutana na Mungu mambo itabadilika. Haleluya. So Musa akiwa kwa baba yake akipeleka kuchunga kondoo kichakani, akaona kichaka kinawaka moto. Akaangalia kichaka ama ni nini? Kichaka kinawaka moto. Ndani ya kichaka ya moto akasikia sauti ikimuita Moses. Moses akasimama akaangalia moto inaniita. Nani ambaye anastahili? Mungu unayemtumikia ni Mungu wetu ni moto unao. Wacha kuomba shetani. Mungu wetu ni moto. Haleluya. Musa akaitika. Akasema niko hapa. Mungu akamwambia vua viatu zenye umevaa. Sababu mahali umesimama ni patakatifu. Nataka kutuma sasa. Kilichofanya ni kuhifadhi ukose kukufa kwa wakati ule. Majira yamefika. Nataka kutuma sasa kwa Farao. Umfesi umwambie wewe sio Misri, wewe ni Mwebrania. Nikufunikwa, alikuwa amefunikwa macho akulea. Lakini wakati umefika wa papa wa makusudi yangu lazima uyafanye. Alipokuwa vua viatu, yani aliambiwa kuna mambo ndani yako yanaweza zuilia tukosane na wewe, uanze kuyaweka chini. Haleluya. Kuna watu mahali hapa, kuna stage ambayo labda huko ya kuvua sasa. Kubali kuvua. Haleluya. Kuna stage ambayo Mungu anasema ya kwamba sababu wakati umefika nataka kutumia wewe. Lakini kuna mambo kama haya, kama hii, uivu na nini, vua kwanza hayo ili nikutumie. Haleluya. Musa akubali, na kwa sababu Musa alikubali kwa haraka, kazi ilikuwa rahisi. Alipokubali tu, Bwana akamwambia sasa na kutuma, uko na nini kwa mkono wako? Haleluya. Musa akasema kwa mkono niko na fimbo tu peke yake. Akamwambia chukua kijiti, angusha chini kwanza. Maana mimi Mungu wa miujiza na ishara. Nikikutuma utajulikana nimekutuma kupitia ishara na miujiza. Akaangusha fimbo chini, ikafanyika nyoka. Hata Musa mwenyewe akatoka. Hata kama ungekuwa wewe, wangapi wangeokota hiyo? Tuone. Haleluya. Nani ambaye angeshika hiyo asimame aseme kwamba si fimbo yangu? Yani ameangusha fimbo ikafanyika snake. Haleluya. Alafu anaishika hiyo. Mungu anamwambia shika mpira. Jambo la kwanza, naondoa uoga ndani yako. Hii kitu hawezi kuangamiza wewe. Shika mpira. Akashika mpira ikarudi kwa fimbo ya kawaida. Haleluya. Sasa hata kama ni wewe hiyo fimbo unatembea nayo, niulizie hivi, wewe utatembea nayo na inataka ukaende tena kwa mfuko. Huyu Mungu ni wa ajabu. Haleluya. Nataka ujue ni nani tunatumikia. Sasa Musa anachukua fimbo yake, akiwa bado ako nayo hapo, Mungu akamwambia kuna ingine. Ule jamaa kutuma mwingine na
Haleluya. Bwana apewe sifa. Akamwambia rudisha tena, akarudisha. Totoa, imepona. Ndani yako kuna ile nimekupea mpaka hiyo. Uko na uwezo utawapiga na magonjwa, na ukikiri kubali mimi utakemea magonjwa yataondoka. Mungu hawezi kutuma bure. Lazima ataweka kitu tofauti na Farao. Farao ana pesa ndio, lakini Farao hana nguvu za Mungu. Farao hana mamlaka, na pesa zake hazitamsaidia kwa yule ambaye akona na kusudi ya Bwana. Lazima atawala. Na kama Mungu amekufanya utawale, hata pesa za Farao utazitawala. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Tunapatana mahali hapa. Bwana kwa sifa. Angalia kuzaliwa kwake. Angalia njia zake. Adui wamemlea. Kuna watu mko mnaogopa sana. Siwezi nikapita mahali fulani, kuna mchawi, kuna mtu amefuta majini mahali. Anaroga nani? Majini itaua nani? Haitaua kina Moses. Haleluya. Ndio mkono sema haitaniua. Sema kwa sauti haitaniua. Haleluya. Usiogope maadui. Ukiwa na Mungu, ukiwa na Jehova akiwa ndani yako. Haleluya. Na hapo ndipo Danieli anasema wanaomjua Mungu wao wanakuanga strong, wanakuanga na nguvu. Sasa Moses akaenda akampata Farao. Kule alikuwa ametoroka, akarudi, akaingia mgeni amekuja. Haleluya. Akasalimia Farao. Bwana apewe sifa. Akamwambia sijakuja kama mtoto wa hapa. Kwanza amekuja alikuwa anatafuta, maana akona kesi ya kuua mtu na kasika. Sasa amejitokeza, akaambia Farao, Mungu amenituma sasa. Ile nilifanya pale kwanza kuua mtu na kasika, nilikuwa niko na mzigo wa kazi ya Bwana, lakini sikuwa sure kama nimeitwa kufanya hivyo. Haleluya. Sasa nimekuja nikiwa sure ya kwamba ninakomboa hawa watu. Bwana apewe sifa. Mahali pale Biblia inasema ya kwamba, na hapo ndipo sasa Farao akaambia Musa, sitambui huyo Mungu, simjui huyo Mungu. Musa akamwambia utamjua kwa ishara. Akakumbuka ile kijiti yake, akaangusha chini, ikafanyika nyoka. Haleluya. Naye Farao akasema niko na wachawi wako eneo hii. Akawaita wote, akawaambia niangusheni zenu. Wakaangusha zao, lakini ilipofanyika nyoka ile ya Musa ikazimeza zote. Haleluya. Baadaye Musa akashika tena mkia, ikawa fimbo. Akaambia Farao, umekubali kutii? Farao akaona hapa ni kukame. Akamwambia kuna pale niko na muujiza. Mtu ambaye akoshua ako na Mungu hafanya kitu kimoja, akajua bado kuna ingine. Akaenda akaruka akaambia Farao, bado hajaachilia. Mungu akamwambia enda uonge katika mto na fimbo. Chura zikatokezea. Hizi za kurukaruka vyura zitajaa katika nchi na zitaingia kwa nyumba Farao. Zitapaka kwa ya Farao. Haleluya. Hata chura pia zinatumikia Mungu jamani. Zinatuma na Mungu na kupiga mtu. Na hapa ndio sababu mchawi anakutumia mende zikupige kwa nyumba kila wakati. Na wewe reverse ya leo, sema na reverse. Sema na reverse. Na reverse. Na reverse. In the name of Jesus. Unatumia madawa hazikufi. Unaspray hazikufi. Zinazaana sana, kumbe zimesikia lugha mchawi. Wachawi wanapokutumia hizo viumbe wanafanya ilikuwa kwamba ni watoto wa Mungu. Wanaweza ambia mchanga ya kwamba tapika mali zetu, lakini kwa mchawi hata kipande isimehe. Na ilikuwa itendeke hivyo. Mimi naomba siku ya leo wale ambao mnaelewa mko na
uoga. Ondoeni uoga. Ondoeni uoga. Ondoeni uoga. Na kemea maroho za uoga kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Sasa roho ya kuua inafanya kazi kwa njia hii. Kuna watu huko mahali hapa. Kuna watu wanafikiria ukianzisha jambo lolote huwa linakufa. Sababu wakunga wa Misri wanafuata utazani. Unasema nimeanzisha kazi biashara hapa. Inakuja inagongwa, inakufa. Unasema nimeanzisha mradi huu, inakuja inagongwa, inakufa. Lakini kuanzia siku ya leo tunainukia maroho haya yote katika jina la Yesu. Na tangaza ya kwamba kila kazi ambayo umeweka, unakuja kuweka, haitauawa. Haleluya. Haleluya. Wale wako na vision mko mahali hapa. Watu wa maono angekuwa amesimama akapiga makofi akasema ya kwamba yangu lazima izalike kama ya Musa ilitendeka, kama
ni wakati wa kutoka. Haleluya! Naye Bwana akaambia Musa, nitapea Waisraeli kibali. Kila Mwisraeli akiomba Misri vitu zake za urembo, Wamisri watawapea. Kani macho Mungu anafanya mpaka maadui zako, anakupea kibali, maadui zako wanachukua vitu wanakuletea. Sema nataka huyo Mungu. Nani wanakuletea vitu zao nzuri? Sio kuletea nyoka, sio kuletea madawa, sio kuletea kisirani. Nani wanachukua vitu nzuri wanakuletea wewe? Sema huyo Mungu ndiye ninataka kwa maisha yangu. Haleluya, haleluya, haleluya. Natangaza kwa anga yako, kuna mambo inabadilishwa kwa anga yako. Hautaishi vile wanataka, hautaishi vile wamesema, utaishi kama neno linasema. Ninasema wewe ni zaidi ya mshindi, ninasema utashinda, ninasema utakuwa mbele na wala sio nyuma. Kwa hivyo natangaza kwa anga yako, ninaondoa kila roho chafu, ninaondoa maneno mabaya, ninaondoa laana, ninaondoa kushindwa, ninaondoa kifa, ninaondoa yoyote kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Musa hakufa. Nataka mtu aseme hivi, sitakufa. Kwa dakika moja hii unapotangaza ni kwa faida yako. Simama kwa miguu useme sitakufa. Haleluya, haleluya. Unajua ni vizuri kulivaa kabla ikuje. Kuna watu ambao hawalali. Kuna watu kwa nyumba salama wanaamkia asubuhi. Kuna watu kwa madhabahu za uchawi waamkia asubuhi. Kutafuta familia yako vile itakavyoisha. Lakini nakwambia leo, utumie kinywa chako useme ya kwamba sitakufa, nitaishi. Sitakufa, nitaishi. Nitangaze wema wa Bwana. Haleluya. Sema maono yangu hayatakufa. Maono yangu hayatakufa. Sema kile ambacho kimezaliwa na Mungu hakuna atakayeua. Kuanzia saa hizi kazi yangu idea zenye Mungu amenipea hazitauawa. Ninakataa, ninakataa, ninakataa. Sema nakataa, nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa, nakataa, nakataa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Wale mko naona mali hapa, wale mko naona biashara, wale mko naona ya kazi, wale mko naona kujenga mali mazuri, sema maono yangu hayatakufa, hayatakufa kwa jina la Yesu. You know, katika kukiri kwa kinywa kuna nguvu katika ulimi wako. Kuna nguvu katika ulimi wako. Haleluya. Sasa kingine mnaogopa wachawi wana nguvu, wanatumia na midomo yao. Hata kama anatuma madawa, ataongezea na maneno. Haleluya. Na unatumia tu maneno ukabadilisha kila kitu kwa anga yako, na maisha yako yakawa vizuri. Kwa hivyo nataka sasa hivi ya kwamba maono yako hayatakufa. Kama Musa hakuuawa, kama Musa hakuuawa, kama binti Farao ndiye alilea Musa. Hey, haleluya. Wanaotuchimbia mashimo ya aibu, hawa ndio watusaidia kuinuka.
nifundishe kuanzia siku ya leo, Mungu, viumbe zote duniani zinajua Mungu. Sawa sawa? Na Mungu ndiye alitumia akaambia Musa kwamba hata nzige zinaweza sikia ukiziamuru ziende. Sawa sawa? Haleluya. Kwa hivyo wakati mtu anakaa mahali anaamuru mapepo ikuje kwako na kupatia kila mamlaka ya neno la Bwana ndani yako, utatumia mdomo wako na wewe kuamurusha mapepo kuhama kwa nyumba yako, umaskini kuhama, kukataliwa kuhama, laana kuhama, aibu kuhama, na zitatii. Wakati wa Nuhu, Mungu aliambia Nuhu apia wanyama waingie safina. Kabili maji mpaka ndege wakani walisikia sauti ya Mungu, wakaingia safina. Haleluya. Wanyama wa porini wanaingia safina, mpaka ndovu zinaingia safina. Nuhu asifuati na kifuata mbele, anazicommand. Mungu amesema ingieni kwa safina, zinaanza kwenda, ziko na masikio kusikia Mungu. Yesu akaambia Petro, enda kwa bahari, kamata samaki, kuna pesa ndani. Samaki kasikia Mungu, ikakuja kwa mikono ya Petro haraka. Haleluya. Komandi vitu wa mdomo wako vitafanyika. Haleluya. 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 Kila roho itumwa kwako kukufilisisha, sema kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila roho iliyotumwa kwa maisha yangu
Ramashata Bagade, Weka Ramasaya, Ramashata Bagada. Oh my Father, oh Jehovah God, sasa unapomwachilia, sasa mwachilie, uanze kujiombea, uanze kujiombea. Tangaza ya kwamba napiga wachawi wa maisha yangu, nafungua milango iliyofungwa na shetani, nafungua sasa, nafungua sasa, nafungua sasa, nafungua sasa. Rakamakata, Rababofaya, Rekamakata, Rabashatama, Rekamagana, Rekarabashada, Rabasekete, Rokoshatama, Rokoshatarima, Rokoshanamagane,
Kuna watu hukutana mambo mbele zao, ataki zingine ambazo sieleweki. Kuna step, kuna attack, jambo linakukuta tu katika by mistake, linatokezea tu linakuaibisha. Nataka tuingie kwa maombi ya kuharibu hizo silaha, kumwambia Bwana ya kwamba yale yamepangwa mbele zangu mabaya na shetani, sasa ninaomba kuyaharibu. Sitakutana mambo mabaya peke yake, nakaribisha mambo mazuri kwa maisha yangu, lakini sio mazuri ninapigana nayo, ninayakemea kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nenda mbele za Bwana, mwambie Bwana, naharibu ataki zote, mitego ambayo tunategewa na maadui zetu mbele zetu. Bwana, tunaharibu kwa wiki mzima. Wanaweza kuwa wamerusha roho, unakuta ya kwamba wengine unapitia jambo gumu ambalo hukuwa unatarajia. Haribu sasa, mwambie Bwana, ninaharibu zote kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, Bwana Mungu aliye hai. Natangaza leo ya kwamba chama zote hapa zimeundwa mbele zangu, zinaweza kwa zimeundwa kwa hii mwezi, zimeundwa next week, zimeundwa kwa hii wiki. Bwana, ninaziharibu sasa kabla zitimie, ninaziharibu. Tumia mamlaka, haribu zote, haribu chochote kimepangwa mbele yako. Tabiri mazuri, mimi sitashindwa, mimi sitaibika, mimi sitalemewa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tabiri, achilia nguvu za Bwana, achilia nguvu za Bwana. Katarabashana rababozeketereboyana rabashata magade rekarababoza tekamakataya makazola bakarabagane. Tunaharibu haribu chama za shetani. Tangaza leo ya kwamba tawala wameketi kunipangia mabaya kwa hii wiki, hayatanipata. Ninaharibu hiyo. Wachia maisha yako, wachia. Hakitafanyika. Tunaharibu kile wamepanda, tunang'oa. Tangaza chochote kimepandwa na shetani kwa maisha yangu, ninang'oa sasa. Napanda baraka, napanda amani, napanda ushindi, napanda kibali. Nitafaulu, nitafanikiwa, nitakaa na amani, nitakaa na furaha. Kile shetani umepanda, ninang'oa.
Utoke hapa kabla hujaingia kiwango kingine siku ya leo. The name of Jesus. The name of Jesus. Asante Bwana Yesu. Nataka kila mmoja kwa mahali hapa kwa imani uamini Bwana. Nataka kuombea uhame kiwango umekuwa cha chini uende kiwango kingine. Haleluya. Viwango za pesa na viwango za amani na viwango za furaha. Napozungumza amani, nazungumza amani ya moyo na kwa nyumba yako na kwa familia yako yote. Kwa hivyo nafanya ibada ya kuinua watu viwango zingine. Hata kama ni mafuta leo nakupata ya kiwango kingine. Hata kama ulikushiwa roho kufaulu, lazima ufaulu. Katika jina la Yesu Kristo natabiri leo, lazima Mungu atakuonekana katika maisha kila mmoja. Kwa hivyo naomba ya kwamba everybody, kwa wale wanaelewa nasema nini, mtakuja hapa uanze kuomba. Tukuje sisi wote, usiwe na mtu na ukuje spiritual na paswa kwa level nyingine. Tukuje tutegea hata kwa nyumba nyingine kujeni tu. Ibada ya next level. Next level. Next level. Mahali penye mmekuwa hiyo kiwango leo, nataka kuhama hizo viwango katika jina la Yesu. Baba yangu wa mbinguni, ninakuomba siku ya leo, Mungu wa madhabahu haya, Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, sasa tunahama kiwango tumekuwa. Tunadeclare kuingia kiwango kingine siku ya leo. Kila mmoja unajua ni wapi unahamishwa leo. Madhabahu ikiwa iko na uhai huwa inatetea watu. Madhabahu ikiwa iko na uhai na iko na Mungu wa kweli, huwa inaigiza watu viwango zingine. Na kwa hivyo natangaza leo kwa jina la Yesu Kristo, haijalishi wachawi ulisema nini, haijalishi wachawi ulikaa mikutano ina gani, mukatamka maneno kwa watu hawa kuwazuilia waishi mahali pamoja, lakini leo ninakata hiyo kamba
yakaingia lebo zingine. Wengine baba yangu hata kula kwao ni kung'ang'ana, lakini kuanzia leo nakuja kiwango cha kung'ang'ana katika mapato, kung'ang'ana kifedha, kung'ang'ana kukula kwao, kung'ang'ana kusomesha watoto. Hizo lebo sasa ninazivunja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. My God, oh Jehovah God, in the name of Jesus. Asante Bwana Yesu, asante Jehova, asante Bwana Yesu, asante Bwana Yesu. Oh yes my God, oh yes my God, oh yes Lord, oh yes my God. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuja mbele zako nikisimama kama nabii. Elijah vile alivyoinua madhabahu akatangaza, na nguvu zako zikashuka zikapigania watu wako. Manabii wa Baali waweza kuona Mungu wa kweli ni mgani. Wakati ambapo walikutana kwa mlima Karmeli, walijaribu kufanya vitu zao, walijaribu kutoa dhabihu zao, lakini nabii akasimama kwa madhabahu, akatengeneza madhabahu na akarekebisha mahali hapa. Tumeyajenga mahali hapa, tumeyapigania vita, tumeyapigania vita za kila aina, tumetoa dhabihu zetu tukayadediketi kwako, na yale yamedediketiwa kwako ni yako, na wewe huwa unayalinda na wewe unayatunza. Na kwa hivyo Bwana Yesu, wakati umefika, nafanya ibada hii kama vile ilifanyika kwa mlima Karmeli. Manabii wa Baali walikuwa wengi kuliko nabii wako, lakini wakati wa ishara ulikuja na Eliya akapokea mamlaka na uwezo kuchinja manabii wote wa Jezebeli. Manabii wote wa Baali wakaangamizwa na watu wako wakapata amani. Kwa hivyo siku ya leo nainua mahali hapa kupitia mafuta haya, natangaza ya kwamba kuna kiwango watu wametembea, kuna kiwango wengine wameajiriwa kazi hawaongezwani mshahara, wamezunguka katika hali moja. Wefanya biashara mahali hapa, kuna hata pesa wanajua kwa siku hawawezi kufikisha mahali pale kupata. Kuna limitation katika mapato. Wengine kwanza kuta kazi lakini hawapati, na wanaopata hawakai kwa zile kazi. Wengine wako hapa Baba, wanapaswa kuwa na biashara kubwa, lakini hata siku ya leo bado hawana chochote, hata kukula wanang'ang'ana. Baba, nakuomba siku ya leo, hizo lebo zenye wameweka siku ya leo, katika jina la Yesu, tuko mahali hapa kutangaza leo ya kwamba ni wakati wa kuhama hizo lebo, ni wakati wa kubreak, ni kusonga mbele sasa, katika jina la Yesu Kristo. Natangaza, ninapotia mafuta haya, ninatangaza ya kwamba
kanisa na watu wako wanahama zile viwango, wamekuwa wanaingia kwa viwango zingine za baraka, za kuongezeka, za kibali, kukubalika kwa maeneo, kwa nchi, kwa mataifa, kwa kazi zao. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Yes, Lord. Now lift your hand. I declare, natangaza sasa mnaanza kuhama viwango zingine. Ile mikono yako tu. The name of the Father. Natangaza hama hiyo kiwango na kuhamisha hiyo kiwango ilikuwa kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Natangaza umehama hicho kiwango ilikuwa, enda kiwango kingine sasa. Holy Spirit, from today, from now, new glory, new level. Kwa pesa, maisha, na wahamisha viwango walikuwa chini. The name of Jesus. Ingawa shetani ananitesa, sitafanya. Kristo oh Jesus, I declare now, new level, new level, new level. Viwango zingine sasa, kiwango kingine, kifedha, kiroho, unahama kiwango ulikuwa hapo penye umekuwa, unatoka sasa. The name of the Father. Hizi viwango na waingiza ni za pesa pia. Pesa pia. Lugha ya kulia kwa madhabahu haya kuhusu ukosefu wa pesa imeisha. Imeisha kwa jina la Yesu Kristo. Salama rohoni, ni salama rohoni, salama, salama rohoni, ni salama rohoni. Yule kiwango kipi na kutilia haya favor, kiwango kipi, pesa, money, the name of Jesus. Natangaza kuanzia sasa kiwango likuwa kimagane, the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Natangaza kuanzia sasa, ingia kiwango kipi, kiroho, kimaisha, hata pesa.
Imeisha leo. Madhabahu ya mwana kondoo imenuliwa. Jesus.
Bwana